Uhari gani mtazamaji wa TTV, karibu kwenye kipindi chako pendwa cha Sport Center, kipindi ambacho kinaruka kila siku za Jumatatu na Alhamisi. Jina langu naitwa Clement Mpina. Hapa ndani sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye Richard Michael pamoja na Saru Chazi. Na miongoni mwa yale tuliokuandalia, tutaenda kuangazia mechi ambayo tunajua inachezwa kesho hapo kwenye uwanja wa Gombani visiwani Zanzibar, mechi ambayo inakutanisha wenyeji Azam FC au matajiri wa Dar es Salaam wanawaalika Young Africans kwenye fainali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup. Pia tutaenda pale barani Ulaya ambapo jana umechezwa mchezo wa Liga de España ambapo mchezo uliokutanisha wenyeji FC Barcelona wakibuka na ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Real Madrid. Tunaenda break, tukirejea tutaanza kuzichambua habari zetu moja baada ya nyingine. Live on SuperSport, only on DSTV. This broadcast is proudly brought to you by 1xBet. Betting in your pocket. Naam, mtazamaji wa TTV, tumerejea sasa kutoka mapumziko mafupi na moja kwa moja tunaanza kuzichambua habari zetu moja baada ya nyingine. Tukianza kwako Richard, tunafahamu kwamba kesho Richard, kwamba kuna fainali ya kombe la Mapinduzi Cup ambapo wenyeji Azam FC ama unaweza kuita matajiri wa jiji la Dar es Salaam wanawakaribisha Young Africans. Kwanza Richard, unaweza kuwa ni mchezo wa namna gani kwa dakika 90 zote? Yes, ukiangalia toka mashindano yameanza, timu zote mbili zimekuwa na uwiano sawa. Manake Young Africans lakini pia kwa upande wa Azam FC. Tukianza katika hatua ya makundi, Azam FC ametoka akiwa na pointi 7. Manake sasa ameshinda michezo miwili na kudraw mchezo mmoja. Kwa hiyo tunaona Azam FC imekuwa na mwendelezo mzuri, na katika hatua ya nusu finali imemtoa Simba Sport Club ambaye amekuwa naye hana wakati mzuri. Lakini ukija kwa Young Africans kwenye kundi lake alikuwa na timu 3, ameshinda michezo yote mitatu, ameshinda michezo miwili, maana yake sasa alama 6. Mechi ya mwisho alicheza na TRA. Kwa hiyo unaona Young Africans imekuwa na yenyewe na mchango mkubwa. Ukiangalia kwenye nafasi ambazo walikuwa wanazitumia, ukiangalia hasa nusu finali ambao walicheza na Singida Black Stars, Young Africans wameweza kufunga kwa mchezaji Maxim pia Nzengeli akiweka kambani. Kwa hiyo tunaona ni mchezo ambao utakuwa na matokeo mazuri, maana timu zote mbili chini ya mwalimu kwa Azam FC Ibenge, lakini pia kwa Young Africans mwalimu Pedro. Maana yake katika kila eneo kila mwalimu amefanya mbinu zake, lakini pia maboresho kutokana na mechi za nyuma ambazo wamecheza. Maana yake mchezo utakuwa ni mzuri wa aina yake. Katika hiyo mechi tutegemee kuona namna ambavyo mbinu za walimu ndizo ambazo zitaweza kuamua mchezo, lakini pia wachezaji wenyewe wanaweza kuamua mchezo huo. Yes, tukirudi kwako Saru Chazi, kwamba kupitia alichokiongea Richard, wewe nani unaona ana nafasi kubwa kwenda kuwini mchezo wa finali hapo kesho? Siwezi kusema moja kwa moja kwamba ni fulani anaenda kuwini, kwa sababu kila timu imejipanga, kila timu imejiandaa vizuri. Ukiangalia Azam FC wametoka kumtoa Simba, ambaye Simba tunatambua ni timu kubwa. Lakini kwa upande wa Young Africans tukiangalia, japokuwa sasa hivi kuna ingizo jipya, kuna Damaro pale kati, kuna Maarufu Shekeni. Kwa hiyo siwezi kusema Mwanengo pia. Ndio. Lakini siwezi kusema kwamba ni fulani ndio anaenda kuchukua ubingwa, kwa sababu kila timu imejipanga. Kwa hiyo hapo tutarajie kwamba yule atakayejipanga vizuri ndiye atachukua ubingwa, anaenda kushinda ile taji. Richard, pia tumezungumzia hapo kwamba upande wa Azam tumeona pia kuna maingizo mapya ambao wanayotumia kwenye ile kombe la NMB Mapinduzi Cup, kwamba unaweza ukaona kwamba kupitia maingizo mapya yanaweza akawasaidia kutoa ubingwa hapo kesho kwenye NMB Mapinduzi Cup. Yes, ukiangalia mwalimu kuna wachezaji ambao amewahitaji, ndio maana wameweza kuwasajili. Maana yake ameona kwenye kikosi chake kuna mapungufu kadhaa, ndio maana ameweza kuongeza wachezaji kadhaa. Maana yake sasa ni nini? Maana yake mwalimu anaona kwamba katika michezo ambayo inaendelea au ambayo inafuata katika hatua hii ya finali, lakini pia sio finali tu, ligi kuu na mashindano makubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika wataweza kumsaidia. Tuanzie kwenye mchezo wa finali ambao watacheza na Young Africans. Maingizo mapya mwalimu ambayo ameyafanya inakwenda kuweka chachu kwa wachezaji wengine ambao kwenda kupambana zaidi kutafuta namba. Maana yake pale mbele kuna kina Kitambala, lakini pia katika eneo la kiungo pale kuna Imidi Mao ambao wanafanya vizuri sana. Lakini kwenye eneo la bila kumsahau yupo Akaminko. Kwa hiyo maana yake mwalimu anaongeza wachezaji ambao wanaweza kuisaidia timu katika kupata matokeo mazuri katika kila mchezo. Maana yake Ibenge amefanya maboresho hayo ili kujengea timu
au wachezaji wenyewe kujitafutia namba nzuri na kuwa wachezaji bora zaidi. Kwa upande wako Salu, tunafahamu kwamba tumeweza kuiona Yanga kwa michezo mbalimbali ambayo tumeona kwamba Yanga wamekuwa na matumizi mabovu ya nafasi. Je, unaweza kwamba kwenye mchezo wa kesho inaweza ikawaathiri vipi kwenye mchezo kwa? Jambo sawa ya Yanga sasa hivi wana matumizi mabovu ya nafasi. Ndio. Lakini bado ni timu kubwa, mtu yote anaweza kufanya na vizuri, kwa sababu Yanga itegemei kwamba forward ndio anafunga pekee. Mtu yote anaweza kufunga kwa timu ya Yanga. Lakini sioni kwamba inaathiri pakubwa kwamba nafasi ambazo walikuwa wanazipoteza, sioni kama zitasababisha kupoteza game. Na tunafahamu kwamba hiyo ni finali, kwamba unaweza ukapata nafasi moja usipoitumia mwenzako akapata moja na akaitumia, ina game ikawa imeisha. Kwa hiyo sasa wewe inaweza ikawaathiri vipi? Hapo inaweza kuathiri kwa kiasi fulani, kwa sababu hiyo ni kweli, kila mtu amejipanga. Kwa hiyo utakapopoteza nafasi mwenzio ataitumia. Kwa hiyo kocha wa Yanga anatakiwa awaambie wachezaji wake kwamba nafasi atakayoipata moja wafanyie vizuri, wasipende sana kupoteza nafasi, kwa sababu nafasi ni adimu. Angalia Azam ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Ndio. Tena ukianzia kwenye safu ya ulinzi, Azam imekuwa ni safu bora sana kiulinzi pindi inapokuwa inakutana na timu zile kubwa. Sasa hivi ukiangalia Azam ametoka kumtoa Simba. Ndio. Kwa hiyo Yanga waenda na tahadhari kubwa, kwa sababu Azam naye amejipanga. Richard, tukirudi kwako, tunafahamu kwenye mechi ya Simba dhidi ya Azam FC kuna mchezaji ambaye alichezwa faulu mbaya ambaye anajulikana kwa Zidane, kwamba labda kukosekana kwake kesho, unafahamu kwamba hatacheza kwenye mechi kwa sababu alichezwa faulu mbaya sana na Karabwe Shamu. Kwamba kukosekana kwake inaweza ikawaathiri vipi Azam, sababu tunajua kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango bora sana kwenye NMB Mapinduzi Cup. Yes, ukiangalia Zidane Seleli amekuwa na kiwango bora sana kwenye haya mashindano toka alipoanza katika hatua za makundi mpaka kufika hapo hatua ya nusu finali mpaka finali. Maana yake mchango wake mkubwa umeongezeka katika timu na pia amechangia kwa kiasi kikubwa. Kwa maana yake mwalimu sasa kipi ambacho anakwenda kukifanya, anamkosa Zidane Seleli. Huku pia ana wachezaji ambao wanaweza kuziba nafasi yake. Kwa hiyo mwalimu atafanya maboresho, atafanya mabadiliko katika eneo hilo ambalo Zidane Seleli anacheza. Maana yake tutaona wachezaji wengine wanaingia katika kukava, tunasema kukava katika eneo hilo. Maana yake mwalimu Ibenge ameona kwamba mchezaji tunamkosa. Maana yake kitu kikubwa ni kuziba nafasi. Kuna wachezaji kadhaa ambao wapo wanaweza kuisaidia timu kupitia nafasi ambayo Zidane Seleli alikuwa anacheza. Tumuone mchezaji ambaye katika fainali anakwenda kumwakilisha vema Zidane Seleli. Ukija amezungumzia Salu kuhusiana na kwenye swala zima la mashambulizi, swala zima la ufungaji mabao. Niseme kitu kimoja, kwenye haya mashindano Azam FC imekuwa na ushirikiano mzuri sana katika eneo la ushambuliaji. Imefunga mabao mengi sana. Ukiangalia tofauti na Young Africans ambao mechi mbili za mwisho nusu finali imefunga bao moja, lakini pia alicheza na TRA akashinda bao moja. Mechi nyingine alicheza na KVZ kashinda goli 3, ndio mechi ambayo Young Africans. Kwa maana yake Young Africans ana mabao 4 ukiachilia mbali Azam FC ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika eneo la ushambuliaji au ubora mkubwa katika eneo la ushambuliaji. Maana yake sasa nini? Young Africans wanatakiwa kujipanga vyema kabisa katika eneo la defense line yao. Kuna kina Frank Asinki. Maana yake sasa dogo Abdulrazak Nizar. Ambaye kijana ametokea pale JKU Zanzibar, alikuwa ni kijana wa Azam FC ambaye kapelekwa JKU kwa mkopo ndio kasajiliwa Yanga pale, ameonyesha na yeye kiwango bora sana. Kwa hiyo Young Africans katika eneo la defense line yao waangalie wachezaji wa Azam FC wamekuwa ni bora sana, lakini Azam FC kupitia mwalimu Ibenge wamekuwa na kitu kimoja, sio mshambuliaji tu anaweza kufunga, lakini pia mabeki. Kuna eneo la pale la katikati wachezaji hata kwenye mechi ya Simba Rame Kilawe aliweza kuscore goli, alifunga goli wa cross kwa kichwa. Kwa maana yake Young Africans wanatakiwa kujihadhari kwa umakini sana. Maana yake ukiangalia tofauti na wachezaji kama Kitamba la mshambuliaji ambaye ana mabao mawili sasa. Ana mabao mawili, lakini kuna wachezaji wengine ambao wanaweza kuipa changamoto defense line ya Young Africans. Anamaliza ni Richard Michael. Tunaenda break, tukirejea tutaangazia mchezo wa FC Barcelona dhidi ya Real Madrid ambao ulichezwa jana kwenye uwanja wa Saudi Arabia kule, na Barcelona kuibuka na ushindi wa goli 3-2.
Na tumerejea kutoka mapumziko mafupi na sasa tunaanza kuangazia mchezo wa ambao wa kukutanisha wenyeji FC Barcelona dhidi ya Madrid, na tunafahamu kwamba FC Barcelona aliweza kushinda kwa goli 3-2 dhidi ya Real Madrid. Tukianzia kwako Richard, kwanza ulikuwa ni mchezo wa aina gani mpaka kwa dakika zote 90? Yes, ukiangalia kwa namna ambavyo mchezo nimeutazama kwa kipindi cha kwanza. Tuanze kwanza kipindi cha kwanza. Ukiangalia mchezo half time ulisha kwa sare ya 2-2. Kwa maana yake kwa upande wa FC Barcelona kuna wachezaji ambao tuseme wameingiza full mkoko. Ndio. Manake kuna kina Balde, kina Araujo kapteni, lakini pia Szczesny, kina Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski. Kwa hiyo Rafinha ambaye mfungaji wa mabao amefunga mabao mawili. Ukiangalia kwa namna ambavyo kikosi cha FC Barcelona kilijimanage vizuri zaidi tofauti na Real Madrid. Ukiangalia Real Madrid walikuwa hawana ushirikiano mzuri katika umaliziaji wa nafasi ambazo walikuwa wanazipata. Ukiangalia katika kwenye kipindi cha pili dakika zile za jioni kuna nafasi moja alishindwa kuitumia vizuri Rodrigo, nakumbuka. Alishindwa kuitumia vizuri. Kwa maana yake Real Madrid imekuwa na changamoto kubwa baada ya kuingia Kylian Mbappe, licha kwamba alikuwa na kidogo hayuko fit sana kutokana na majeraha ambayo alikuwa ameyapata. Kwa maana yake walikosa huduma ya mchezaji ambaye alikuwa anasaidia timu katika eneo la ushambuliaji. Maana yake kama ingekuwa labda Kylian Mbappe angekuwa vizuri toka mwanzo, angeanza pengine tungeona mchezo ambao ungekuwa ni mzuri zaidi kama ule wa ligi ambao pale Hispania. Kwa maana yake nataka kuzungumza nini? FC Barcelona walikuwa bora zaidi kupitia kila eneo. Licha ya kwamba wamefungwa katika magoli ambayo kidogo yameleta tafaruku kidogo, yani ya kushangaza zaidi. Goli ambalo angalia Vinicius Junior amewapita wachezaji wawili katikati yao. Tunasema ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tofauti ni uwezo tu wa mchezaji mmoja mmoja kushindwa kumanage vizuri wachezaji wengine, lakini pia wao wenyewe kujiwekea muunganiko mzuri katika eneo lao ambao wanacheza, tofauti na Real Madrid ambao kidogo imekuwa na changamoto katika eneo la pale la kiungo. Maana yake kiungo walishindwa kukaa vizuri na kujimanage vizuri katika eneo lile. Ukiangalia kama Vinga hakuwa na mchezo mzuri, lakini Chumeni naye hakuwa na mchezo mzuri. Narejea kwako na kuona ukiwa umevalia jezi yako ya Real Madrid kwa uzuri kabisa, kwamba unaweza ukasema Real Madrid walikuwa wapi kwenye huo mchezo mpaka wakaweza kupoteza kwa goli 3-2. Kwanza kabisa Real Madrid kukosekana kwa kipindi cha kwanza kwa Kylian Mbappe ndio kisababisha Real Madrid kupoteza mechi kwa asilimia kubwa. Kwa sababu ukiangalia walishindwa kuwa na nafasi, umaliziaji mzuri wa nafasi. Lakini angalia viungo wake. Viungo wake walikuwa hapo fiti kama tulivyowazoea. Lakini kingine Real Madrid lichakuwa wamepoteza nafasi, wamepoteza mechi, lakini kuna walikuwa wanatumia sana nafasi nyingi, lakini licha yote Barcelona walipofanikiwa ni kwenye eneo la goalkeeping. Ndio, ambaye ni goalkeeper ni John Garcia. Yes, ndio. Ukiangalia Madrid walikuwa wanajaribu mashuti, lakini umara wa goalkeeper ni ulivyowasaidia. Ndio. Lakini basi Madrid walishindwa kuwa vizuri kwenye eneo la viungo. Ndio kilichopelekea wakapoteza game. Kwenye viungo ambao unaongea Chouameni, kama Vinga na Jude Bellingham. Lakini niongezee hapo. Ndio. Ukiangalia kwa eneo la ulinzi la Real Madrid. Ndio. Kuna kitu kimoja nikigundua, manake walikwenda kumkaba sana kiungo mshambuliaji Lamine Yamal. Hapo unamuongelea naye kwenye mabeki alikuwepo Raul Asensio. Alikuwepo Daniel Giseni. Ukiangalia kwa nafasi ambazo Lamine Yamal alikuwa anazipata, manake unaona wachezaji mpaka wawili wanaenda kumkaba. Huku nyuma wanamwachia kama Rafinha ambaye amefunga mabao mawili, lakini hapo Lewandowski. Hapo Richard, kuwepo kwa Rafinha kwenye mechi ya jana, maana tunafahamu kwenye mechi ambayo alicheza kwenye El Clasico Derby, Rafinha hakuwepo kwa sababu ya majeraha. Na jana kuwepo Rafinha ameweza kuscore mawili. Vipi? Yani hiyo imekaja. Rafinha amekuwa na muunganiko mzuri katika lile eneo la ushambuliaji. Manake ukiweka mtu kama Rafinha, Lewandowski na Lamine Yamal, manake wamekuwa ni wachezaji ambao wana muunganiko mzuri sana. Ukiangalia kwa namna movement ambayo magoli yamefungwa, Rafinha ametengeneza nafasi moja, amefunga mabao mawili na kutengeneza nafasi moja. Maana yake magoli matatu. Amehusika kwenye mabao matatu. Lakini maana yake nini? Maana yake ni mchezaji ambaye amekuwa na umuhimu mkubwa au mchango mkubwa katika timu. Angalia mechi za mwisho ambazo Rafinha alikuwa hayupo baada ya kupata majeraha. Lakini pia Lewandowski naye alipata majeraha.
Jamaa alikuwa anapata majeraha. Unaona timu ilikuwa haichezi vizuri, ilikuwa inayumba katika eneo la ushambuliaji. Huyo anamaliza ni Richard Michael. Na sasa tukwambie tu msikilizaji wetu, mtazamaji wetu, unaweza kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa kuandika Journalism TPC. Usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment. Kwa niaba wote waliosikika kwenye kipindi hiki, jina langu ni Clement Mpina.